Tuko kwenye kambi la mfano, na kwa sababu tuko kwenye kambi la mfano, tunataka watu waelewe jambo la kwanza. Makambi haya ambayo mnayaona, miaka yote tulikuwa na makambi ya pamoja, makambi ambayo ni somba, makambi ambayo tunataka kukaa wote pamoja eneo moja. Kwa hiyo tuna maeneo 11 ambayo kila moja lina kusudi lake. Kwa hiyo nitafanya mambo matatu leo. Nitaongelea kila darasa na kusudi lake. Tutaongelea kila saikolojia ya kila darasa. Sio, mnanielewa? Halafu tutaongelea vifaa vinavyokuwepo hapo. Tulianza kuona mambo muhimu kama waalimu, na tukasema waalimu tuna nguvu ngapi jamani? 3. Nguvu ya kwanza ya mwalimu tulisema ni nguvu gani? Kuona visivyoonekana. Kila mwalimu ajitahidi kuangalia visivyoonekana, awe na nguvu ya kuona visivyofanya nini. Na hii nguvu hatuipati kizembe, tunaipata kwa kunyenyekea miguuni pa nani? Nguvu ya pili tunayoitafuta ni ipi? Kusikiliza visivyoongewa. Na nguvu ya tatu tuliona ni nguvu gani? Kusikiliza, kuzungumza na wala sio kufanya nini. Naomba nione nani ameweza kuvifanya hivyo vitu mpaka sasa hivi. Kuna mtu ana nguvu hizo? Ukiwa msengenyaji, ukiwa mbinafsi, ukiwa mchoyo, ukiwa mzinzi, hizi nguvu 3 hupati. Nataka nione, je, asubuhi ya leo mumeweza kuona visivyoonekana? Mmeviona visivyoonekana? Wangapi wameanza kuviona visivyoonekana? Wangapi mmeviona visivyoonekana? Tusipotezeane muda. Ina maana si wasengenyaji. Mmeanza kuviona. Nataka mvione visivyoonekana. Mama, kaa vizuri na mtoto lolote likitokea emergency hapa unamwegemea mtoto. Kuna mtu mmoja alifunga kanga kama hivyo, alifunga hivi nyuma, akapanda pikipiki, akafika kwenye tuta, kanga ikafunguka. Mtoto alidondoka. Nimepata watu wawili ambao dhana ya malezi ndani ya vitabu vya vitakatifu. Biblia ina mpango wa kimungu wa malezi. Ina blueprint for parenting. Blueprint of parenting. Yaani mpango wa wokovu wa malezi. Naomba tuendane vizuri. Nitapita vitu kadhaa leo, naenda haraka ili muelewe.
swala la malezi ni kusudi la Mungu. Na huu mpango umewekwa kwenye Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 6 mpaka 9. Mtu wa kwanza anayepaswa kujifunza malezi ni mzazi. Si mnanielewa? Yaani walimu, naomba mnielewe. Mtoto, kusudi la malezi liko kwa mzazi, haliko kwako mwalimu. Haliko kwako mwalimu. Kwa hiyo mtu wa kwanza kwenye malezi ni nani? Naomba unapokwenda kufundisha watoto, waambie jukumu la malezi liko kwa nani? Kwa mzazi. Kila baada ya dakika 10 hakikisha unajua mtoto wako yuko wapi. Sio swala la kumwacha tu mtoto mahali popote. Yaani hatutaki kuona tena mtoto anapotea leo. Nimeeleweka vizuri? Nimeeleweka? Hatutaki kusikia mtoto anapotea. Kwa hiyo hii blueprint ya malezi iko kwa nani? Usichukue nafasi ya huu mtaala, huu mwelekeo, hii blueprint, ili eneo la malezi, kumnyang'anya mtoto kutoka mikononi mwa nani? Naomba na wewe mwalimu uelewe, unaondoka hapa uelewe kwamba unaenda kumsaidia mzazi atambue jukumu lake. Mchana umwambie tutaongea majukumu 6 ya mzazi. Kwa hiyo naomba, la kwanza, mtu anayepaswa kuwa na nini? Na hii blueprint ni nani? Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 6 anasema mpaka 9, anasema hivi, maneno haya, sio mnanielewa? Uyaweke moyoni mwako. Yaani mzazi, hatua ya kwanza ni mzazi kuwa na maneno ya Mungu ndani yake. Nimeeleweka vizuri? Nimeeleweka? Na anatakiwa kuyafundisha wapi? Aketipo, atembeapo, alalapo, afanyapo shughuli yoyote. Na mzazi, naomba nikueleze hili. Huna excuse ya kusema mtoto amekushinda. Si naongea na watu? Naongea na watu wanaonisikiliza. Usifike kanisani ukachukua jukumu. Unafika kanisani, unamwambia mzazi, unaliambia kanisa, nyie ndio mmekasimiwa. Kuna watu hawatakwenda mbinguni kwa sababu wamekosa kulea watoto wao vizuri. Tumekosa kuwaadibisha watoto wetu. Nimeeleweka vizuri eh? Okay. Mithali 22 mstari wa 26. 22 mstari wa 6. Mlee mtoto katika njia ifanye nini? Sisi hapa tunashughulika na swala impasayo. Si mnanielewa? Hapa sisi ni wasaidizi. Tunaongelea impasayo. Kwa hiyo nikifika kwenye impasayo ndio tunaenda huko. Unapozingatia impasayo, zingatia neno. Na wasiwasi sisi wazazi tunafika hatua tunasema impasayo ni ipi?
tumekuja hapa tunawaequip walimu kuwapelekea wazazi impasayo. Kuna wazazi wanasema nimemlea mtoto vizuri. Impasayo ni ipi? Mtoto amenishinda. Impasayo ni ipi? Lakini jambo lingine, hata iacha. Saikolojia inasema hivi, mtoto wetu 0 mpaka 12 anafundishwaje? 10 mpaka 12, 13 mpaka 14, impasayo ni ipi? Hata iacha wapi? Kuna watu wanatembea na watoto mpaka saizi ni watu wazima. Na we upo hapo. Lazima ujue, acha mtoto wako akae na mke wake, acha kumfuatafuata. Sio kila wakati unakwenda, hatupumui. Nimeeleweka vizuri? Na mko hapa mnafuata. Usipomlea impasayo katika hii njia impasayo, utaanza kufuatilia mke amekula nini, amekuambia nini, amefanya nini, hayakuhusu. Nimeeleweka vizuri? Hivyo ni vema kufahamu mipaka. Ni vema kufahamu mipaka kwa kuzingatia mtoto ni umri upi, kwa muktadha upi. Sasa kuna watoto, tuna aina ya watoto, 1, 2, 3, 4. Angalia aina ya watoto. Muangalie aina ya watoto. Naomba muangalie aina ya watoto. Kuna mtoto kiroho chini ya miaka 12. Huyu ni mtoto. Chini ya miaka 12 ni mtoto. Kibiolojia chini ya miaka 13 ni mtoto. Akianza kubalee tayari huyu amesha toka. Lakini mtoto anaenda tena kisaikolojia chini ya miaka 8, huyu ni mtoto. Kisiasa chini ya miaka 18 ni mtoto. Ndio maana kuna mtu mmoja alisema mtoto. Lakini mtoto kijamii aliyefiwa na baba na mama sio mtoto. Aliyefiwa na baba na mama tayari ni mtu mzima. Yaani mama akifa, baba akifa, yule mtoto anakuwa mtu mzima. Nimeeleweka vizuri? Jamani, nimeeleweka vizuri? Kwa hiyo Mungu anaposema mlee mtoto, waacheni watoto, fundisheni watoto, lindeni watoto, ana maana sana, na anaangalia mtoto chini ya miaka 7 au asiyezidi miaka 12. Kwa hiyo watoto wetu, huduma za watoto zinamwangalia mtoto chini ya miaka 14. Na walimu watoto tunapofika makanisani, tuwaangalie, tuwe anxious na hao watoto. Kwa hiyo Mungu anaposema mlee mtoto, mlinde mtoto, mwacheni mtoto, anataka tuwe sensitive.
na watoto wanakula nini? Wanalishwa nini? Na tunaangalia mambo matano. Unaporudi, angalia mambo matano. Jambo la kwanza, angalia content anayolishwa mtoto. Kwa hiyo mwalimu uliyeko hapa, ndio maana tunakupa content, mafundisho. Jambo la pili tulisema nini? Saikolojia. Si mnanielewa? Jambo la tatu tunasema nini? Tunasema nini? Methodology. Na la tatu, yani njia. La kwanza mafundisho, la pili saikolojia. Si mnanielewa? La tatu njia ya kufundishia. La nne nimesema yako matano ambayo tunatakiwa tutoke nayo hapa. La kwanza mafundisho, la pili saikolojia. Mafundisho si mmepewa? Mafundisho si mmepewa? Na tunapewa, na tukifika madarasani humo tunatakiwa tufundishwe mafundisho yote. Sikilizeni wapendwa, nimesema mafundisho yote. Tunatakiwa tuyajifunze mafundisho ya kanisa. Kama kuna fundisho hulielewi, tuambiane hapa. Kama kuna fundisho ambalo hulijui, nitafute chemba, nitafute inbox. Mama amesema hapa la patakatifu. Mmelielewa? Somo la patakatifu. Mmelielewa fundisho la patakatifu? Na shangaa mnakaa hapa, mnapiga story, hamweki vigenge kujifunza somo la patakatifu. Kaeni pale, mtafute sehemu tujifunze. Tukae tuanze kujifunza somo la patakatifu, huduma ya patakatifu. Hakuna haja kujifunza masomo yote. Nikisema misingi 27 mnaifahamu? 28 mnaifahamu? Mnaifahamu yote? Mkae chini pale muanze kufundishana. Hatujaja kula hapa, hatujaja kulala hapa. Na tukitoka hapa kila watu waende eneo lake. Nimeeleweka? Punga mkono kama umenielewa. Tuna wachungaji hapa, tuna walimu hapa, tuna watu wataalamu hapa. Tukae tujifunze kiakili, kiroho, kijamii. Watoto kule wanafundishwa mambo machafu. Leo kuna watu wanafundisha Adamu alikuwa na mke mwingine. Hapa watu wanafundishwa habari za mizimu. Ndio sehemu ambayo tumekuja, tumekaa Waadventista wa Sabato Tanzania. Kama usipotoka hapa na haya masintofahamu. Shangaa jana mliondoka mkaenda kulala. Hatujaje kulala hapa. Hapa tumeondoka saa 4 jana. Na leo tutaondoka saa 4 hapa. Amina. Na kambali hapa. Unajua hatuelewi. Sijui kama mnaelewa ndugu zangu. Sijui kama mnanielewa. Tukae hapa. Tujadiliane. Utunzaji wa Sabato ukoje sasa hivi? Zaka na sadaka kukoje? Tunatoaje? Tukikaa hapa tuelewane. Hatutoboi.
Angalia nyuso zetu zilivyochoka. Zimechoka kwa sababu tumekuwa na laana ya kuangamiza watu wengine. Na Mungu ametuambia atatubariki shambani, atatubariki wapi? Mjini. Kwa nini hatubarikiwi? Tunafundishana kuvuka magoli, hatufundishani namna ya kumheshimu Mungu. Tunataka tukitoka hapa tukajenge tabia. Unajua zile nguzo 3 za Alive in Jesus zinataka tujenge tabia, sio tukalili. Jamani, ninaeleweka? Wangapi wananielewa? Jana tumesema tuondokane na maswali ya ajabu. Sisi ni walimu, tunataka tuondoke na jibu. Sisi ni walimu, tunataka hayo mataswifu ambayo tunayo ndio tuwe na majibu. Jamani, ninaeleweka au nawafokea? Tuko vizuri mnisamee kama nawafokea. Mafundisho. La pili, tutajifunza saikolojia ya hao watoto. Tuwafundishe saikolojia hao watoto. Tuangalie hivi ni mfundishaje huyu mtoto. Ndio tuko hapa tunaangalia, tuone kwamba tumwangalie huyu mtoto wa 0 mpaka ngapi? 12. Anafundishwa. Kwanza mmekaa vile vile au mmekaa mmezagarabaga? Hapa miaka mingapi? 1 hadi hapa 0 hadi miezi 12. Hapa 7 hadi 9. Hapa msinishangae. Hapa 7 hadi 13 hadi 13 hadi hapa 4 hadi. Chukua mikoba yako kama ukiona umekaa mahali ambapo sio pako. Anasema hivi, mfalme kwenye kiti chake cha enzi hana jukumu kubwa. Mfalme hana jukumu kubwa kuliko mama. Mfalme mnamfahamu? Kwetu hapa mfalme ni nani? Mama Samia. Hana jukumu kubwa kama mama. Yaani mama ana jukumu kubwa. Waambieni hao wazazi. Na ana jukumu lipi huyu mama? Mama ni malkia wa kaya yake. Tena ana uwezo wa kutengeneza tabia ya watoto wake. Ana uwezo wa kutengeneza tabia wafae kwa ajili ya nini? Ya maisha yao. Kwa hiyo mtoto anapofika wakati anapotoka nyumbani na kuanza kujitegemea, atakuwa tayari amejengewa misingi ambayo itamsaidia kufanya uchaguzi mwema kwake na kwa wengine. Huyu mtoto. Kwa hiyo wazazi kama walimu ni vielelezo vya kuigwa. Lakini huyu mtoto, huyu mzazi atakuwa ni mwadilifu. Huyu mzazi atakuwa mwadilifu. Sasa kuna wazazi hawawezi kuigwa.
Kuna walimu hawawezi kuigwa. Sasa tumewaweka hivi, tunapaswa kuwafundisha saikolojia ya watoto. Tunaanza na nani? 0 hadi 12. Sasa naomba muandike, maana nimechukua vitu kadhaa. Ili mnielewe. Mnielewe vizuri. Wow. Okay. Madam, hapo kuna begi yangu. Yes, naiomba. Nataka leo niingie darasani. Naomba hii, alafu irudishe. Tunaanza na umri wa miaka 0 hadi mingapi? Miezi 12. Miezi 12. Hivi vipengele nitavisema baadaye vya muhimu. Ninatamani Yesu nisaidie. Miezi 12. Ingekuwa na projector. Mtoto wa miezi 0 mpaka miezi ana sifa gani? Ana sifa gani? Subiri kidogo. Lakini nitaenda kuanzia 0 mpaka 3, lakini nitajua namna ya kuwagawanya vizuri. Okay. Okay. Mlivyokaa mpaka huku inateleza, mnatulia mno. Sasa sijui nianze na huyu mama. Tutakwenda tu. Okay. Tabia za watoto. Yaani nataka niende. Okay. Tabia za mtoto tunaangalia tabia katika vipengele vitatu. Tabia za watoto kimaumbile, tabia za watoto
tutakuja kiakili, kimiemko, kiroho na kijamii. Sawa Haya, twende haraka haraka. Sasa shida, maumbile. Kwanza wanapenda kuweka kila kitu mdomoni. Maumbile. Wanashika kila kitu. Utulia ikiwa wamevutiwa na kitu. Hawa watoto hupata magonjwa kirahisi. Sawa Wanapenda vitu vya asili, hasa wanadamu. Ukuaji wao wa maumbile unatofautiana sana. Maumbile yao yanakuwa haraka. Nimemaliza kimaumbile. Jambo la kwanza, wanapenda kuweka vitu mdomoni. Si mnawafahamu? Wanapenda kushika kila kitu, na mara nyingi wanapenda kushika kila kitu, na anaweza akakushika kidole gumba kwa mli. Si umenelewa? Ukishika na kamata. Hutulia ikiwa wamevutiwa na kitu, hasa rangi au nyimbo. Kamuziki kao kanakuwa ka utulivu. Kwa hiyo wale watu wanaokwenda kule waelewe hizo tabia, lakini pia hupata magonjwa kirahisi. Lakini wanapenda vitu vya asili. Ukuaji wao wa maumbile unatofautiana. Maumbile yao yanakuwa kwa haraka. Si mnajua watoto wanakuwa haraka? Maumbile yao hayawezi kutulia. Maumbile yao hayawezi kutulia kwa muda mrefu. Au ni maumbile. Kiakili, huwa na kipindi kifupi cha kutulia. Na usiende haraka sana katika kuwafundisha. Yaani usitumie muda mrefu sana katika kuwafundisha. Hujifunza kwa kujihusisha kwa jinsi iliyo hai. Wanapenda kujifunza kwa jinsi iliyo hai na kuiga kunakoendana na maelekezo. Akisikia hiyo anavutiwa. Hujifunza vema hatua moja ndogo kwa wakati. Kwa hiyo hatua zao, na wanapenda akili zao kwa vile ni plain, wanatamani sana kuona. Kwa hiyo unapoenda kwenye darasa lile, tunaliita darasa linaloongea. Yaani darasa liwe linaongea. Yaani akifika mule ndani, usianze kupiga kelele. Acha darasa liongee. Wanaelewa maneno mengi kuliko wanavyoongea. Yaani wakisikia watu wanaongea. Wanapenda nyimbo na muziki. Miemko yao, mwemko wao una ubinafsi wa hali ya juu. Nakimbia sana. Naingia kwenye miemko kwa maana ya hisia. Haya, ngoja niende. Kiakili wanajifunza naomba ni summarize vitu vichache ili muwe mnaenda vizuri. Hujifunza kwa muda mchache. Halafu
Hujifunza kwa hali iliyo hai. Ndio maana mnaona kule tumeweka ile hali iliyo hai. Anaangalia hiki, akimaliza anachoka, analala. Hujifunza kwa hatua ndogo. Wasijifunze kwa mambo mengi kwa wakati mmoja. Lakini wanapenda kujifunza kwa kugusa. Maneno ni machache wanaoyaelewa. Yaani usiweke maneno mengi. Ndio maana kule ndani hatutaki maneno. Hatutaki maneno mengi. Kwanza hakuna maneno. Wanapenda nyimbo na mziki uliotulia, picha, rangi. Akili zao zimetulia mno. Wanapenda nyimbo, rangi, lakini pia wanajifunza kwa harufu. Yaani harufu ile iliyowazunguka wanasikia sana kwa watu ambao wanasikia harufu yao. Yaani mama akimsogelea ndio anajua huyu ni mama yangu. Akili yao ni safi na ushika haraka. Tunaelewana? Na wanatunza kumbukumbu. Twende kwenye miemko. Wana ubinafsi wa hali ya juu. Kwenye miemko. Na wanajifunza kwa ubinafsi unakuwa juu kwa sababu wanataka kujilinda. Na kwa sababu hiyo wanaanza kutengeneza uoga na mazingira ya nje. Ni rahisi kulia. Sasa huwa mara nyingi kulia ni kwa sababu ndiyo kuongea kwao. Yaani anapolia nadhani ngoja kuna kitu fulani nilikuwa natamani mkielewe. Mnaelewa milio ya watoto? Yaani akilia anataka kulala, akilia anataka kukojoa, akilia anataka hivi. Inaeleweka? Of course hiyo ambao wanasema hapana ni wanaume. Kwa hiyo it's not a big deal. Wanaume wanajua kulia ni kulia, lakini mtoto hapa akilia pale nje. Yaani mtoto akilia anataka kuoga, mtoto akilia anataka kulala, mtoto akilia hisia zao zimeunganikana bado na wazazi. Hisia zao zimeungana na wazazi. Nadhani jana niliwaambia mtoto akilia, yaani mtoto akiwa chini ya miaka 7 bado hajatoka kwa mama. Na mtoto akiumwa mama anaumwa, na mtoto akiumwa mama naye anaumwa. Ikiwa hiyo chemistry imetengenezwa tangia akiwa mdogo. Kiroho anakuwa na hisia za kuunganishwa na kanisa.
naweka anakuwa na hisia za heshima, furaha na kutazamia kuunganishwa na kanisa. Kwa hiyo mimi nimesema anakuwa na hisia za kuunganishwa na kanisa, na ni kipindi anapenda kuunganishwa na kanisa. Sasa shida iko hapa, ikiwa huyu mama amekaa mbali na jamii inayoitwa kanisa, amekaa, ukija ukamleta kanisani, mtoto lazima alie. Si mnanielewa? Lazima wazazi wawe karibu na nani? Na kanisa. Na huyo anataka nini? Mmeuona huo mlio? Amefanya nini? Ameumia. Yaani hicho kilio ni cha kulalamika. Atalia mwingine, nitawaonyesha. Na kuna ule wa vurugu, yaani analia atoi machozi, ila ni kuwasumbua tu, na unamkuta huyo ni msumbufu. Anaonyesha picha za Yesu kwa kujaribu kutamka. Anapenda sasa picha kuzishika hizo picha mbalimbali, kwa sababu ana allergic ya kala. Imani yao ni imani ya wazazi. Hii mnanielewa? Imani yao ni imani ya nani? Wazazi.